I want to ask our MPs. Added too much taxes to ordinary Kenyans. Life in Kenya now is almost becoming unbearable to the common mwananchi. The hustler in Kenya now is suffering. Yesterday part 1, the CS for Energy and Petroleum was telling us that fuel in Kenya will go as high as 300 shillings per liter. When it gets to that, we're telling you, as the people who represent the common man at the ground, life will become unbearable. What I understand by our President William Samoei Ruto is somebody who calls his advisors to advise them. You see how these things are being implemented and said. It means that he does goes to court. Alikuwa ametuambia hii Kenya kuna mambo matatu, lakini hata ile ya kukufa amepandisha. Mimi leo na furaha sana kwa mambo ya rais vile ametoa hotuba yake kule National Assembly. Vile amegusia mambo ya kulipa ukulima wa nzoi ya miwa na wafanyakazi. Sisi kama watu wa Western tumefurahi sana. Na vile pia amepanga mambo ya kufungua viwanda vyote vya sukari kuanza kushaka Disemba kwenda mbele, na hayo ndio tulikuwa tunangojea kwanza kwa watu wetu wakulima wetu. Ndio anasemanga kufurahisha sisi. Mwishowe afanye vile amesema. Anakuja kupea wananchi tu moyo na maendeleo yenyewe hatuoni. Sisi kama wafanyikazi, kama aswa sana bodaboda, tumeona rais wetu viwanda vyenyewe hatuona vifufuka. Sababu manake tuseme hivi mwananchi anaumia. Tulikuwa tunaangazia swala la mafuta. Mafuta isipoteremshwa uchumi bado ni ngumu. Tulikuwa tunatarajia rais atapunguza mafuta kwa sababu saa hii usafiri umekuwa hali ya juu zaidi. Mafuta lita moja kwenda 250. Unajua tumeona hiyo rais hajasaidia mwananchi mdogo kabisa kulingana na ile matamshi ambayo alikuwa nayo leo. Sisi wananchi wale watu wa chini tunaona kama hatujaridhika na hiyo uamuzi ya mheshimiwa rais. Sema kwa siku njema kuonekania asubuhi. Na ahadi alizotoa rais wetu kwamba atashughulikia gharama ya maisha, atakurekebisha ule ubora wa maisha. Kwangu mimi ninaona haitawezekana kwa sababu ukiangalia muda ambao wamekaa katika ofisi tangu aingie ni